Shirika la umeme Tanzania TANESCO uzalisha, usafirisha, uuza na kusambaza umeme nchini kote. Uzalishaji umeme hutumia maji, mafuta na gesi. Kuni kusambaza umeme nchi nzima. TANESCO, TANESCO, tunayangaza maisha yako. Tunayangaza maisha yako. Tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2013, Waziri wa Nishati na Madini Profesa Sospeter Muhongo pamoja na watendaji wa wizara hiyo walifanya kongamano katika ukumbi wa Mlimani City jijini Dar es Salaam. Kongamano hilo la uwazi na uzinduzi wa mpango wa kuleta matokeo makubwa na ya haraka ujulikanao kama Big Results Now ulihusisha wadau wa maendeleo, wananchi pamoja na waandishi wa habari. Lengo kubwa likiwa ni kueleza mafanikio yaliyofikiwa katika sekta ya umeme, changamoto zilizopo na mikakati ya kuboresha zaidi huduma ya umeme katika kipindi cha mwaka 2013, 2014 na 2015, 2016. Vile nia kubwa ilikuwa ni kuingia mkataba na Watanzania katika hatua mpya ya ufuatiliaji wa miradi ya umeme na kuhakikisha kuwa miradi hii inasaidia maeneo yasiyopata umeme wa kutosha yapate umeme wa uhakika. Vile kuwaeleza wananchi hatua iliyofikiwa katika kuendeleza rasilimali ya gesi inayopatikana hapa nchini. Jumla ya miradi 28 itatekelezwa chini ya mpango wa kuleta matokeo makubwa na ya haraka, yani Big Results Now. Kati ya hiyo, 7 ni ya ujenzi wa mitambo ya kuzalisha megawatt 1310 za umeme na miradi 7 ni ya njia za usafirishaji. Lengo ni kuunganisha wateja 500,000 ili kufikia lengo la 30% ifikapo mwaka 2015-2016. Meneja uhusiano wa TANESCO Badra Masud aliwakaribisha wadau wote katika kongamano hilo. Napenda kuchukua nafasi hii ya kipekee kabisa kuwakaribisheni leo hapa kwa heshima, taadhima na furaha kubwa kabisa chini ya Wizara ya Nishati na Madini kwenye kongamano la uwazi na uzinduzi wa mpango wa kuleta matokeo makubwa na ya haraka kabisa ambayo sisi tunasema Big Results Now chini ya Wizara ya Nishati na Madini. Akifungua kongamano hilo, Katibu Mkuu wa Wizara ya Nishati na Madini Eliakim Maswi alisema Wizara ya Nishati na Madini inaingia mkataba na wananchi na kuwaeleza kile wanachopanga kukifanya baada ya bajeti ya mwaka 2013-2014 kupitishwa. Kwa muda mrefu, utekelezaji wa miradi ya maendeleo ndani ya nchi haufanyiki kwa kasi inayotakiwa kutokana na sababu mbalimbali. Moja ya sababu ni upatikanaji wa fedha za kutosha na kwa wakati, kutokuwepo kwa uchambuzi wa kina na endelevu wa ubainishaji miradi ya kipaumbele, pia kutokuwepo na mfumo maalum wa kufuatilia utekelezaji wa miradi hiyo. Aidha, uwajibikaji wetu kwa umma sio wa kutosha. Watanzania wanalalamika sana na tunafanya kazi kama vile hakuna mtu wa kukuuliza kwa mambo ambayo yanaenda hivyo au ndivyo sivyo. Dhamira ya wizara yetu ni kuondoa hali hii kwa kuwajibika kwa Watanzania na sio vinginevyo. Tumesema kama wizara tuje kwenu ili tukubali kuhojiwa na wananchi. Imetosha kuhojiwa na wenzetu huko. Hebu tuhojiwe na Watanzania. Ndio sababu ya kuja mbele yenu. Na baada ya hapo tutakuwa na maonyesho ya wazi ya sekta yetu tumejiandaa kufanya nini. Ndugu wananchi, naomba niseme kwamba Wizara ya Nishati na Madini
imeamua kufanya maonyesho ya wazi ya sekta ya nishati kwa lengo la kuweka wazi dhamira yetu, ahadi yetu, kwa maana ya commitment kwa Watanzania, ili baadaye watuhoji na kutupima katika utendaji wetu. Na nitapenda kila baada ya miezi mitatu nipimwe kwa kile ninachofanya. Nisikwenda kao katibu mkuu alafu sipimwe. Imefika wakati Watanzania tusioneane aibu kwa kutotimiza wajibu wetu. Ikumbukwe kuwa duniani kote hakuna nchi iliyoendelea bila kuwa na nishati bora na ya uhakika. Hivyo nishati ni nguvu kuu ya kuchochea uchumi na maendeleo ya taifa lolote. Kwa dhana hii, Wizara yetu ya Nishati na Madini tunaomba ushirikiano wenu wananchi wa dhati kabisa kuhakikisha nishati hiyo inapatikana. Ila tunaomba vile vile mtulindie miundombinu yetu yote ya umeme na gesi asilia ili kuweza kuleta maendeleo endelevu katika nchi. Watendaji wakuu wa Wizara ya Nishati na Madini na taasisi zake waliwapatia ahadi wananchi jinsi watakavyotekeleza majukumu yao. Na hivyo nachukua fursa hii kuahidi wananchi wote, mimi kama kamishna wa nishati na masuala ya petroli, naahidi kusimamia miradi yote hii ambayo tunaiongelea ya kisekta chini ya utekelezaji kupitia TANESCO, TPDC na REA. Na mimi naahidi mbele yenu kwamba uwezo wa kutekeleza nao, uwezo wa kusimamia nao, na hakika malengo ambayo tumejiwekea tutayafikia, na nyinyi wananchi mtakuwa mashahidi wangu katika kuhakikisha kwamba nimetekeleza miradi hiyo. Mipango hii tunayoieleza leo ya matokeo makubwa kwa haraka, sehemu kubwa ya miradi tunayoizungumza itatekelezwa na TANESCO, ya kwamba TANESCO haitawaangusha, na mimi nitasimamia kikamilifu utekelezaji wa miradi hii katika shirika la TANESCO, na uwezo wa kusimamia na kuyaleta matokeo haya makubwa kwa haraka ninao. Na Watanzania mtashuhudia matokeo hayo makubwa kwa wakati. Ninaomba mtuunge mkono, ninaomba mtushauri, nasi tunaahidi kutekeleza na kuleta umeme wa uhakika katika nchi yetu. Maeneo makubwa ya mradi huu yatakayoangukia TANESCO ni miradi ya uzalishaji umeme, miradi ya usafirishaji umeme, miradi mikubwa ya Northwest Grid, Northeast Grid, miradi ya usambazaji katika maeneo mbalimbali ya miji mbalimbali na mikoa. Na yote hayo tumeyawekea utaratibu mzuri wa usimamizi ndani ya shirika, na nirudie tena kuhakikishia Watanzania mnaonisikiliza ya kwamba tutatekeleza na matokeo makubwa yatapatikana kwa haraka kama tulivyojiwekea mkakati. Asanteni sana. Katika utaratibu huu jambo moja ambalo ni la msingi sana ambalo linaweza kutoa nishati kwa haraka zaidi ni upatikanaji wa gesi. Hiyo ndiyo eneo la nishati ambalo mara moja unaweza ukapata gesi, ukapata umeme. Sasa kwa upande wa TPDC, jukumu letu ni kuhakikisha kwamba mitambo ya kusafisha bomba kusafisha gesi pale Songosongo inaongezwa, na Mnazi Bay pia mitambo inaongezwa, pamoja na kutandika bomba hilo kuleta hadi Dar es Salaam. Kwa upande wa kwangu nitaisimamia kwa dhati kabisa kuhakikisha kwamba gesi inafika hapa mwishoni mwa mwaka kesho kama ilivyopangwa.
na mimi mwenyewe nitasimamia kwa dhati kabisa. Ombi langu kwa wananchi ni kwamba katika TPDC pia tumegawana kuhakikisha kwamba hii kazi haitakwama. Kwa hiyo kama kuna kitu chochote ambacho wananchi mmekiona kwenye utandikaji wa bomba pamoja na hii mitambo ya kusafisha gesi, naomba sana habari hiyo iweze kutolewa mara moja, kwa sababu nia ni kuhakikisha kwamba tunakamilisha hiyo katika kipindi ambacho kinahitajika. Wakala wa Nishati Vijijini majukumu yake makubwa ni mawili. Ni kusaidia kuendeleza sekta binafsi na sekta ya umma ili iweze kutekeleza majukumu ya kupeleka nishati vijijini, lakini vile vile ni kutoa ushauri wa kiufundi kwa waendelezaji hao, na hasa sekta binafsi ambao tayari tumeshaanza kufanya kazi nayo na wengi wameshaanza kutoa nishati hizo kwa wananchi. Sasa kitu kikubwa ni kwamba sio maneno yatakayotufikisha hapa tunapotaka kufika kwa mpango huu tunao, ni vitendo. Waziri wa Nishati na Madini akaeleza miradi inayotekelezwa na jinsi itakavyoleta mafanikio makubwa. Mtasikiliza miradi ambayo tumeipanga kuitekeleza ili tatizo la umeme hili tulitokomeze moja kwa moja. Lakini ndugu zangu, wakati tukiwa tunajadili haya mambo, lazima mjue kwamba umeme, kwa sababu unajua mtu akiwa na njaa sana anaweza kushindwa kuwa na mawazo mapana sana. Lakini huko tunakokwenda, kuanzia sasa tunakokwenda, umeme, hii nishati kwanza ni kwa ajili ya kukuza uchumi wetu, na pili nishati iwe ni bidhaa. Lakini ndugu zangu, kabla sijaongea hii miradi, na hili vile vile ni kwa Watanzania, ni wasihi sana tupende kusoma. Sisi ni wavivu, hatupendi kusoma, ganywa kwa urahisi sana. Mtu anakuja anaongea vitu vya kipuuzi tu, anasema gesi imepatikana, watu wasifanye kazi, wakae nyumbani wagawiwe hela, anapigiwa makofi kwa statement za kipuuzi za kijinga kama hizo. Haiwezekani. Lakini kwa sababu sisi tunadanganyika, hatusomi. Kwa hiyo hicho nacho ndugu zangu ambacho nakiomba kwenu ni sisi wa Tanzania tubadilike, tuwe wadadisi zaidi, tuzianze kusoma. TANESCO, Bwana Mramba anafanya kazi nzuri. Watu wa TANESCO sasa hivi wanafanya kazi vizuri. Tena nitumie hii fursa kuwashukuru, lakini Mramba, hongera na timu yako, mmefanya kazi nzuri. Sasa nije kwenye miradi yenyewe. Kwanza tuna mradi unaitwa Kinyerezi 1. Tutazalisha megawatt 150. Na hii imeshapiga hatua. Haya tunayowaeleza sio kwamba ni mambo ya kusadikika. Tunayo. Mradi wa pili ambao umetuleta hapa leo ni Kinyerezi 2, megawatt 240. Huu wa kwanza unajengwa na nani? Jacobsen, ambaye alitujengea, ambao tayari tunatumia. Huu wa pili unajengwa na Sumitomo wa Japan. Na huu ni wa mkopo. Na mimi na Mheshimiwa Rais tulikuwa Japan, tumewaona hawa watu wako committed. Na fedha wanazokuja kuzitumia zinatoka kwenye taasisi mbili za serikali ya Japan. Sumitomo. Mradi wa tatu wa megawatt Kinyerezi 3, megawatt 300. Mradi wa 4 Kinyerezi 4, megawatt 300. Ndugu zetu wa Singida, huu mradi umechukua muda mrefu sana, lakini sasa phase 1 watatupatia megawatt 50, ni watu binafsi. Ndugu zetu wa Kilwa Energy pale Somangafungu wataanza na megawatt 210, lakini wakimaliza ni megawatt 320. Kilwa Energy. Na mkiwa 7 ni Kiwira, megawatt 200. Huo ni upande wa power generation. Hiyo ndio miradi tunataka mje mtuulize. Transmission ambayo ni muhimu kweli kweli. Unaweza ukazalisha umeme mwingi ukaganda nao pale,
usitoke. Na tuna miundombinu ya kwetu imechakaa na msongo uliokuwa mkubwa kabisa nadhani ulikuwa wa 220 kV. Ni wa kidogo. Sasa tunapiga hatua ndugu zangu, tunataka umeme mwingi usafirishwe. Tunaanza kuweka za 400 kV. Lakini ukienda duniani wengine wameshafika 600, 800. Transmission ya kwanza inaitwa backbone. Tutajenga kutoka Iringa kwenda Shinyanga. Sasa hapa ndugu zangu muone jinsi ambavyo serikali imedhamiria kutatua tatizo la umeme. Sio mambo ya mzaha. Tunajenga transmission, nyaya za kupeleka umeme kutoka Iringa mpaka Shinyanga. Wenyewe mnajua huo umbali ni kilomita 657. Tunaipiga ya 400 kV. Ya pili ni North East Grid ambayo inatoka Dar es Salaam, Chalinze, Tanga, Same, Arusha. Ndio tunaita North East Grid. Dar es Salaam, Chalinze, Tanga, Same, Arusha ni kilomita 682 na yenyewe ni 400 kV 400. Tatu, Singida Arusha kilomita 414 na yenyewe 400 kV. Mradi wa 4 wa kusafirisha umeme Somanga kwenda Kinyerezi, na hii ni kwa ajili ya Kilwa Energy. Huyu atakayezalisha umeme pale anaanzia na megawati 210, akifikia kiwango chake cha juu megawati 320, anajenga na transmission line ya kusafirisha kutoka Somangafungu kwenda Kinyerezi kilomita 203, lakini ya kwake ni kV 220, kwa sababu yeye tunataka tu atoe umeme aje aulete kwenye nyaya kubwa zile ambazo zitapokea umeme mwingi. Tano, Northwest Grid kilomita 340 ni kutoka Nyakanazi kwenda Kigoma, Mpanda, Sumbawanga, Mbeya. Nyakanazi, Kigoma, Mpanda, Sumbawanga, Mbeya, kilomita 340, 400 kV. Kwa hiyo hamna hapa maongezi ya kupoteza muda ya watu wa pembezoni. Hakuna mambo ya pembezoni hapa, wote tu wanapata umeme. Mradi wa 7, Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma, kilomita 530 na yenyewe 400 kV. Sasa ndugu zangu, mkiangalia hata wewe uliyekuwa unaandika chini ni kwamba nchi nzima karibu tunaifikia watu wapate umeme. Nyingine ni aliyoongea hapa Dr. Mwakahesia, umeme vijijini. Miradi ni mingi sana ya umeme vijijini. Tulichofanya ni kwamba kila mwaka tunachukua vijiji kutoka kila mkoa tunavipatia umeme Tanzania nzima. Kongamano lilifanyika katika ukumbi wa Mlimani City na lilihusisha maonesho mbalimbali ya shughuli zinazofanywa na Wizara ya Nishati na Madini pamoja na taasisi zilizo chini yake. Wananchi waliohudhuria kongamano hilo pia walipata nafasi ya kutoa maoni yao kuhusu hatua hii ya Wizara ya Nishati na Madini. Kwa kweli nimefurahishwa sana na kauli zilizotolewa na wadau wote waliohusika leo.
ni jambo la kihistoria na inaonyesha focus na commitment kwa wale wote ambao kwa siku ya leo kila mmoja wao alisimama pale na kutoa commitment yao. Kwa kweli vision ipo na naamini tutafika na tutafanikiwa, especially kama kila mtu atajituma na kufanya zile kazi ambazo mwenyewe ametamka atazifanya. Kwa kweli there is hope and matumaini hapo na naamini mambo yatakuwa mazuri. Alichozungumza waziri na katibu mkuu wake wameonyesha njia katika masuala ya wajibikaji na kutekeleza matakwa ya Watanzania. Kwa nadhani tulichokipata kwamba wanaonyesha ramani na sitauliza katika malengo waliojiwekea, naamini watatekeleza yale yote kwa manufaa ya Watanzania. Ninachowaambia ni kila laheri na watendaji katika mashirika chini ya Wizara ya Nishati na wizara zingine zote ziige hivyo ili mpe support rais wetu Jakaya Kikwete. Jambo jema sana amefanya waziri kushirikisha wananchi katika mipango yao. Jambo jema sana. Tuombe waweze kuifanikisha. Wakati ule nilikuwa nimetaka kutoa ilani kwamba ametangaza kwamba mapesa wamepangiwa mengi sana haijapata kutokea. Nikasema shida ni kama wanao uwezo wa kuzitumia hizo pesa kuhakikisha kwamba kila shilingi inafanya kazi iliyokusudiwa. Hiyo ndio shida. Sasa tuombe Mungu waweze kujenga uwezo wa kufanya hilo. Ndio lakini otherwise mipango yao mizuri na Mungu akipenda watafanikisha na kufikia hizo nani 3,000 milioni 3,000 megawatts by 2015 wanachotaka kufanya. Mungu akipenda wanaweza kufikia. Na labda niseme tu kwamba miaka kama 20 iliyopita nilisoma jarida moja mimi la Wajapani, wakasema laiti India ingekuwa na sera nzuri ya umeme wangeweza kuwapiku wa Japani kwa viwanda. Na sababu yao walisema wakati ule India viwanda vilikuwa vinaifukuza, umeme ulikuwa unafuata viwanda badala ya viwanda kufuata umeme. Kwa hiyo hii mpango aliyoweka hapa kweli lengo lake ni hilo kwamba umeme uwe mbele ya viwanda. Kwa hiyo inakuwa rahisi kuhamasisha watu kuanzisha viwanda. Ni wazi kuwa Wizara ya Nishati na Madini pamoja na taasisi zake zimejipanga kuhakikisha kuwa huduma ya umeme inapatikana kwa wingi na kwa eneo kubwa zaidi. Nashukuru sana kwamba wizara yetu imepanga tukutane leo na wadau mbalimbali na kutufanya tuweze kutoa matamshi ya kazi zilizokuwa mbele yetu. Naliona hili swala ni changamoto kubwa, lakini changamoto ambayo itatuweka TANESCO katika mazingira mazuri, kwa sababu tumelazimika kutamka kwamba tutahakikisha tunatenda na kutekeleza majukumu tuliyopewa tena kwa wakati. Kwa hiyo mimi natumai management pamoja na bodi tutasimamia vilivyo utaratibu huu na tutahakikisha kwamba katika muda wa miaka miwili angalau Watanzania wanapata umeme wa kutosha, wa uhakika na usiokuwa na bei kubwa, kwa sababu kwa njia hiyo kwa kweli tutaharakisha maendeleo ya nchi yetu. Unapokuwa na umeme wa bei ndogo na maendeleo yatakwenda haraka. Tunatoa rai kwako wewe mtazamaji wetu kuzidisha ushirikiano wako wa kulinda miundombinu yote ya nishati ili tuzidi kusonga mbele. Usikose kutazama kipindi cha TANESCO na maendeleo kila Jumanne wakati kama huu. TANESCO, tunayaangaza maisha yako. Nikala umeme Tanzania TANESCO, uzalisha, usafirisha